mpaka mstari wa 26. Naomba unisikize vizuri. Kama kuna jambo limebaki kwenye mwili wako halijakaa sawa, kama kuna mahali hapana uzima, kama mahali pana shetani amekaa kwa namna ya kufika, kama mahali kuna joka amekaa amesema atakula damu yako, damu zako zinapotea uelewi, sasa hivi utaposhiriki mwili huu na kuinywa damu hii, Yesu Kristo mwenyewe atakaa ndani yako, na Yesu Kristo atamuondoa yule anayekula afya yako, atamuondoa yule anakula maisha yako, atamuondoa yule ambaye anakaa kwako kwa namna ya kufika, kwa jina la Yesu. Sema amen. Kwa hiyo mstari wa 23 inasema hivi: kwa maana mimi nalipokea kwa Bwana naliowapa ninyi, ya kuwa Bwana Yesu usiku ule alitwaa mkate. Hawa sasa ni wanafunzi, kwa wanafunzi wenyewe wana practice yale mambo ambayo Yesu aliyafanya kwa wanafunzi wake. Kwa anasema mimi nilipokea kwa Bwana yale ambayo nawapa ninyi, ya kuwa Bwana Yesu usiku ule alitwaa mkate, naye akisha kushukuru akaumega, akasema, huu ndio mwili wangu ulio kwa ajili yenu, fanyeni hivi, akisema. Narudia tena, huu ndio mwili wangu ulio kwa ajili yenu, fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Mstari unaofuata, na vivi hivi baada ya kula akakitoa kikombe, akasema, kikombe hiki ni agano jipya katika damu yangu, fanyeni hivi kila mnywapo kwa ukumbusho wangu. Maana kila mulapo mkate huu na kukinywea kikombe hiki, mwaitangaza mauti ya Bwana hata ajapo. Naomba turudie tena 23 kwa pamoja. 1, 2, 3 twende. Kwa maana mimi nalipokea kwa Bwana naliowapa ninyi, ya kuwa Bwana Yesu usiku ule alitwaa mkate, naye akisha kushukuru akaumega, akasema, huu ndio mwili wangu ulio kwa ajili yenu, fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Na hivi baada ya kula akakitwaa kikombe, akisema, kikombe hiki ni agano jipya katika damu yangu, fanyeni hivi mnywapo kwa ukumbusho wangu. Maana kila muulapo mkate huu na kukinywea kikombe hiki, mwaitangaza mauti ya Bwana hata ijapo. Ndugu zangu, tunapokula na kunywa damu ya Yesu, tunaposhiriki meza ya Bwana, tunapofanya komunyo, jambo hili linafanyika kwa mambo yafuatayo. Yesu alitaka watu wale mwili wake, alitaka tunywe damu yake kwa ajili ya ukumbusho wake. Sema ukumbusho wake. Yani katika ile kalama ya mwisho ya Yesu na wanafunzi wake, alipoumega mkate na kuwapatia wanafunzi wake, alisema, fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Alipokuwa nakata hivi, sema, mtafanya hivi siku zote mkiwa hai, fanyeni hivi kwa sababu ya kunikumbuka. Kwa Yesu alisema wafanye, na sisi tufanye. Tunafanya hivi kwa ajili ya ukumbusho wa Yesu Kristo. Akusema hivi, akusema kwamba tunafanya hivi ili tukumbuke mateso yetu. Akusema hivi tufanye hivi ili tuwe na ukumbusho wa kushindwa kwetu. Akusema hivi tufanye ukumbusho au ukumbusho wa magonjwa ama dhambi zetu au maskini wetu au huzuni zetu au maumivu yetu. Akusema hivyo. Akusema kwamba tufanye hivi kukumbuka jinsi tulivyo na hasara. Akusema tufanye hivi kukumbuka jinsi ambavyo tuna mikosi, tuna balaa. Akusema hivyo. Akusema tukumbuke kushindwa kwetu. Akusema tukumbuke kuwa na bahati mbaya na mikosi na kukataliwa. Akusema tunakula chakula hiki ili tukumbuke jinsi ambavyo tuna madeni zamani. Akusema hivyo. Akusema kwamba tunafanya hivi ili tukumbuke, bali alisema tunafanya hivi tumkumbuke yeye Yesu. Alisema tunafanya hivi tumkumbuke yeye, tukumbuke jinsi alivyo na upendo, tukumbuke upendo wake, tukumbuke ukombozi wake. Yeye ni mkombozi hodari, kwa hiyo tumkumbuke yeye aliyetukomboa kwa damu yake, ambaye ameandikwa kwamba ni mtu gani ambaye
ana upendo wa namna hii ya kutoa yeye mwenyewe, kujitoa yeye mwenyewe, kuitoa damu yake na kutoa mwili wake ili sisi tupone. Hakuna mtu ambaye aliwahi kuwa na upendo kama huu. Kwa hiyo anataka tufanye hivi kwa kumkumbuka yeye. Tukumbuke jinsi alivyo na upendo, tukumbuke jinsi wema wake, tukumbuke uaminifu wake. Tunaposhiriki mwili huu, tunafanya hivi kukumbuka jinsi alivyo na uaminifu wake, jinsi alivyo mwingi wa rehema, jinsi ambavyo anaokoa na wokovu wake mkubwa. Tukumbuke jinsi anavyosamehe, tukumbuke ulinzi wake, tukumbuke wokovu wake, tukumbuke utajiri wake, tukumbuke ustawi wake, tukumbuke fadhili zake, na tukumbuke nguvu zake, na